Ushaanza. Yaani ndo kwanza leo kibarua ndo unaanza hapo ndaka uniharibia. Afu wewe. Wewe chomoka wewe. Ndio. Unajiwazisha nini hapo sasa? Wewe hapa. Sasa, yani wewe ndo umeyataka haya maisha. Nakupa michongo kila siku, nakwambia tuondoke, utaki, tutoroke, utaki. Mwanaume mzima umetoka kijijini, unasema naenda mjini labda nitapata kazi nzuri nifanye. Matokeo yake kazi ya kusukuma matoroli huko barabarani. Shauri yako, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Wewe umelitafuta. Unaitwa na bosi wako huko ndani. Karibu. Na baujambo. Karibu. Karibu kae. Nikusaidie nini? Nilikuwa naomba msaada. Msaada gani? Msaada kwa kazi za ndani. Kazi za ndani. Kama leo maji hata hayajatoka. Sio wenyewe hapa tumekaa tunasubiri maji yatoke. Hayajatoka na sio wenyewe tu hatujanywa hayo maji kuanzia asubuhi mpaka saa hizi. Sawa? Sawa. Asante. Haya. Karibu. Pole. Bila shaka nishani na sura hii una kumbukumbu tu kwa kuwa nilihusika katika kuwaleta katika jiji la Dar es Salaam, si ndio Lakini unamfahamu mjomba wako wa Gulio? Ndio, mjomba wangu. Sasa yule ndio pia mjomba alionilea mimi, na kama wewe unasikia kuna ndugu yako ambaye anaitwa Stino, basi huyo Stino ni mimi. Na hata hatua ya kukusafirisha mpaka kufika hapa tumefanikisha hilo, lakini nilikuwa sijui kama wewe ni ndugu yangu. Basi yote ambayo yamekuwa maisha ya Dar es Salaam ambao kwa kiasi chake nilihusika, hivyo basi nakutaka radhi unisamehe. Kwa hiyo nilipokuja mimi na hao wenzangu kabla ya sisi, kuna watu wengine pia ulikuwa unawaleta wanafanya hizi kazi? Hapana, sikuwahi fanya hivyo, na pia hata mimi nilikuja nikiwa sina pa kufikia, nilikuwa nyakati ngumu sana. Nikatakiwa tu nikubaliane na hali halisi, lakini baada ya kujua kuwa wewe ni dada yangu, kilikuwa ni kitendo ambacho kiliniumiza sana, na ndio maana nikachukua jukumu la kuhangaikia kuweza kuua ile kundi, ile genge la kihalifu liweze kuondoka, kusambaratika kabisa. Hivyo basi naomba uridhie twende nyumbani. Kuhusu nauli itakuwa juu yangu. Kitendo tulichofanyiwa ni cha kikatili sana. Mimi navishwa nguo ambazo sijai kuzivaa. Muona nguo kama hizi. Sijai kuvaa nguo fupi kiasi hichi mimi. Na ndio maana nikasema kila kitu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi sio nyakati ya kujutia kwa sababu tayari ameshatokea.
Jiandae, mimi nitakuja kwenye saa 7 au saa 8 tuweze kuondoka kwenda nyumbani. Nadhani huko ndio sehemu salama zaidi kuliko katika jiji hili la Dar es Salaam. Sawa? Okay, jiandae Shani, nitakuja. Hodi hapa. Karibu. Mjomba. Mjomba. Na siku nyingi bwana. Salama kabisa. Sasa huko. Namshukuru Mungu. Kama mjomba. Hapo jambo. Karibu sana. Yaani kutoka ngoja nikae kidogo. Haya, manake hapa tena Aka. Peane vizuri habari, manake napaswa kuzungumza tena upya. Manake sina la kuongea na kusikilizeni nyinyi kwa sababu mliacha gumzo hapa kijijini kwetu. Hata sisi hatuna mambo mengi anko na hatuna maneno mengi ya kuzungumza kwa sababu kazi ulionipatia tayari nimekwisha kuifanya kiukamilifu. Dada huyu amekwisha fika. Hivyo basi hata mimi sio mkaaji sana. Napaswa niwahi kurudi mjini kwa ajili ya majukumu mengine kule. Malai tena? Mjomba, kama unavyojua mjini mambo ni mengi. Hivyo basi napaswa tu niwahi mara moja huko. Mungu akijalia nitakuja siku chache zijazo. Kweli mjomba, ushakuwa mtu wa mjini. Yaani unaingia tu na kutoka. Sijali mjomba, mbaki salama. Haya, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi bwana. Na nitakutumia kiasi cha pesa kidogo ambacho kitakusaidia na kuna zawadi kidogo ambayo nimemkabidhi dada hapa, nadhani atakupatia. Basi hamna taabu. Haya, baki salama, maisha mema. Dada, nisikie huru. Yote ambayo ya mjini ni mjini. Sasa hapa ndio nyumbani kwetu, kwa endelea kwa nyumbani. Ukataa kwao huwa ni mtumwa, sawa Okay, mbaki salama. Haya, safari njema. Shukrani. Tunashukuru mjomba. Sasa Shani,
Ingia ndani basi ukapumzika, afuta na baada ndio tutaweza kuongea zaidi.